Zamani za kale kulikuwa na msitu mkubwa ulioitwa msitu wa mwituni, wenye miti mirefu, mito ya maji safi na wanyama wa kila aina. Katika msitu huo waliishi wanyama wawili maarufu sana, ambaye ni sungura aliyekuwa mwepesi wa akili na fisi aliyekuwa na nguvu nyingi lakini mwenye tamaa kupindukia. Sungura alikuwa akiishi kwa amani, akilima bustani yake kwa kula majani, matunda na mizizi. Fisi kwa upande mwingine alikuwa ni mla nyama tu, na mara nyingi alikula tu kile alichomnyang'anya mnyama mwingine. Siku moja wakati wa ukame, chakula kilianza kupungua msituni. Wanyama wengi walihangaika kutafuta chakula, lakini sungura aliendelea kula kwa amani, kwani alikuwa na akiba ya vyakula alivyovuna kabla ya ukame. Fisi aliposikia kuhusu akiba ya sungura akaanza kupanga njama. Kwa nini nikose chakula wakati sungura ana chakula kingi? Fisi alimwambia fisi mwenzake, nitamtishia, nitamdhuru au nitamdanganya, lakini nitakula chakula chake tu. Siku ya pili fisi alikwenda kwa sungura akiwa amevaa maganda ya nyoka yaliyokauka. Akajifanya ni mjumbe wa mizimu wa msitu. Alipofika akasema, Sungura, nimeagizwa na mizimu ya msitu kwamba lazima utoe nusu ya akiba yako ya chakula ili msitu sikumbwe na janga la njaa. Lakini sungura hakuwa mjinga. Alimwambia fisi kwa jicho la mashaka, haya, kama ni maagizo ya mizimu, njoo kesho usiku. Nitatoa sadaka chakula mbele ya mti na mizimu, nawe utakuwepo kushuhudia. Fisi alifurahi sana, akidhani mpango wake umefanikiwa. Lakini usiku huo sungura alitoweka kimya kimya na kutega mitego mingi karibu na mti wa mizimu. Fisi alifika kama walivyokubaliana. Mara tu alipokanyaga eneo lile, mitego ilianza kufanya kazi. Kamba zikamfunga miguu na mikono, vibuyu vya maji vikamwagika juu yake, hata mizinga ya nyuki waliokusanyika na sungura wakaanza kumdunga. Fisi alipiga kelele, mizimu imegundua, naomba nisamehewe tafadhali. Wanyama waliokuwa wamelala wakaamka kwa mshangao. Wakakuta fisi anatapatapa, akilia na kuomba msaada. Wote wakagundua kuwa fisi alikuwa tapeli na mwizi wa hila. Mwenyekiti wa wanyama Bwana Simba akasema, kuanzia leo fisi atakuwa mfungwa wa sheria za msitu. Atatumikia wanyama wengine kwa miezi 3 kama adhabu. Na baada ya kifungo chake fisi alijifanya kutubu, lakini ndani ya moyo wake tamaa bado ilikuwepo. Akamfuata sungura tena kwa hila mpya. Sungura, naona wewe ni mwenye hekima. Hebu tushirikiane. Tufungue biashara ya kuuza matunda msituni. Wewe utavuna, mimi nitauza. Sungura alikubali, lakini akaweka mtego wa kiakili. Aliandika kila hesabu ya matunda, faida na hasara kila siku. Fisi alikuwa hajui kusoma wala kuhesabu vizuri. Baada ya mwezi mmoja, sungura alimkutanisha mbele ya wanyama na akasema, ndugu zangu, hapa kuna ushahidi wa kuwa fisi anaficha mapato na kutuficha faida. Sungura akasoma risiti zote. Fisi akafedheheka kwa mara ya pili, akaomba msamaha. Simba akamwambia fisi, tatizo lako sio njaa, ni tamaa. Umeona chakula cha sungura ukaamua kumnyang'anya badala ya kujifunza kujituma kama yeye. Fisi alitulia, akaanza kujifunza kutoka kwa sungura. Alijifunza kulima, kuvuna na hata kuandika kidogo. Baada ya muda alibadilika kabisa. Miaka ikapita na sungura na fisi wakawa marafiki wa kweli kabisa. Waliwafundisha wanyama wengine kwamba akili ni silaha kubwa kuliko misuli. Ujanja wa haki ni bora kuliko tamaa isiyo na mwisho. Umejifunza nini kupitia story hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikukumbushe tu, usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.